hatungeweza kushindwa mwaka jana. Waliiba. Lakini imekoma kwa koo. Haiteremki. Najaribu haendi chini na kutapika vilele hawatapiki. Sio? Sasa wanalaumu tu wale ambao walikuwa pale. Ati hiyo serikali ya handshake ndio ilifanya maovu. Serikali ya handshake iliwacha nyungu tupu. Tulipata kama kuna chochote. Walianza mwaka jana. Hata kila kitu ilienda, hata mkoko ilikuwa hakuna kwenye nyungu. Sasa mwaka ni mmoja baada ya wakati huu. Tunauliza kama walipata nyungu tupu, kitu gani imekuzuia kupika ugali mpya? Mwaka mmoja hujapika hata ugali mpya. Utapika lini? Haiwezekani. Sasa kwa sababu walikuwa hawana nia ya kuingia kwa serikali. Hawakudhani wataingia kwa serikali. Chebukati ndio waweka yeye kwa serikali, lakini walikuwa hawana mpango ya kuunda serikali. Kwa sababu wako na shida, hawajui ya kuendesha. Hawajui ya kuendesha na hatutaki kuonyesha vile ya waendesha. Sasa sisi tulilalamika na tukaita wananchi tujitokeze. Na wakajitokeza kwenye barabara. Baadaye wale kutoka nje wakaja wakaongea na sisi tuzungumuze. Tukakubali kama wanakubali. Mimi mwenyewe nimeketi chini na Uhuru na bwana Rais Obasanjo. Mimi Obasanjo na Ruto. Tukakubaliana mazungumzo yaanze. Kwanza tukaweka ile kamati inaongozwa na Otiende Amolo. Wakaenda kule na Sifuna. Tukaona wao damu yao ilikuwa inachemka sana. Gasema wacha hao jamaa warudi nyuma, hapa ni wanajeshi wetu. Tuweke wale wanajeshi wale wa zamani. Tukaweka Kalonzo pale. Wewe unajua hii maneno ya matamu hii. Nenda kaongea maneno matamu. Manake Waswahili walisema maneno matamu mtoa nyoka pangoni. Kalonzo wakaenda. Semeongea na wao. Wameongea, manake sisi tulikuwa na mambo yetu, wao walikuwa na mambo yao. Wameongea, hii tumepata. Imebaki moja muhimu zaidi, gharama ya maisha kwa wananchi. Ndio tulisema vile tutatue. Wakakataa. Kata haiwezekani. Sasa Kalonzo akaniuliza, tufanye nini? Jamaa wamekataa hii. Nikamwambia Kalonzo, wewe wachana hao. Jamaa ni wagonjwa. Si wagonjwa. Unajaribu kumpatia dawa na hataki. Najua yeye anaugua.